nizungumzie category ambayo Praise Power tumeingia kama hii ya most engaged online player session. Yes. Kuna kitu hapa? Kesha na Praise Power. Hiki kwa hapa Praise Power ni kipindi ambacho kina zaidi ya miaka 22. Sawa. Mkatuweka na Amka na Mama Pastor Tony Kapora. Sawa. Mmetuweka na mentor prayer ya Prophetess Anna Doreen. Yes. Ukimzungumzia hii Amka na Mama Pastor Tony Kapora na hii Anna Doreen, afu mkakompare na Kesha. Ni mzania miwili tofauti. And you know that Kesha na Praise Power, it's a big program kwa miaka mingi sana. Mimi hapa ni zao la Kesha na Praise Power. Exactly. Sure. Afu na hao wawili ni kama upcoming kwetu. Hamuhisi kama kuna double standard hapo itatokea? Haiwezi kuwa. Kwa nini? Narudia kusema hili. Ogopa Mungu na teknolojia. Praise Power unaweza ukabaki pale kwenye kulewa sifa, usijishughulishe. Lakini huyu hakaja akaongeza matawi. Akahakisha namfikia mtu kila pahala alipo na nini na juhudi za promote na nini na kadhalika. Lakini pia itakusaidia wewe kuindicate kwamba kumbe bado nimo. Kumbe kuna huyu anakuja. Huyu ni nani huyu? Kwa mfano kama Anna Doreen, sio kama ulikuwa unamjua. Sio? Kwa hiyo mimi nimekuamsha pahala kwamba kuna mtu anakuja bwana. Hebu endelea kuchochea bwana. Hebu tusichukulie poa. Hebu wakina Mtawala tumepita hapo, tunataka watu wengine waendelee kuja. Hiyo ndio nia na madhumuni kufanya hivyo. Safi sana. Hapo kwenye radio pale mimi niwapongeze. Imekaa vizuri. Pale naona muziki wetu. Naomba niongeze. Mshushe mic vizuri, Naomba niongeze kidogo hapo. Kwenye prayers. Hatukuangalia ni muda gani kile kipindi kimekaa. Tumeangalia kwamba hii ni huduma ya maombi ambayo ipo kwa sasa. Ambayo ipo kwa sasa. Usione kama vile labda mwingine anaweza kaona kwamba vile tumemshusha, hatujamtendea haki. Hatukuangalia hilo, tuliangalia tu kwamba hawa watu wana maombi kila siku. Vizuri. Sasa jamani, kabla tunakwenda kwa madam hapa, tunatamani sana mtufahamishe jamani. Shamra zikoje? Maana matukio tunaelewa, matukio ya tuzo tunayajua. Yaani lazima watu tujiandae, tujipange, itakuwa ni tarehe ngapi, tunaingiaje? Yaani kiujumla shamra zikoje na ni wapi pia itafanyika? Yes, mpaka sasa hivi maandalizi yanaendelea. Na maandalizi ya mwaka huu ni tofauti kabisa. Yaani ukisikia kifalme ni kifalme kabisa. Yatafanyika tarehe 6 ya mwezi wa 4. Mahali ni Ubungo Plaza. Mshandangu. Yaani tunataka nikakipange ndugu yangu. Na sisi tuzo letu ipo. Tukiona tukipengele kama tumesema pale kategori Praise Power sisi tunainuka. Hiyo nimeipenda. Na siku hiyo tunakukumbusha kuoga. Usome maji na perfume. Lazima. Hiyo muhimu. Red carpet sipo. Ndio inayokupokea. Lazima jukwaa halijawahi kutokea chini, halijawahi kuona jukwaa liko pale. Safi sana. Kitolea ufafanuzi, uko unaizungumzia vizuri sana. Yale maandalizi tarehe 6 and of course matukio yale muhimu. Tarehe 6 itakuwa ni ya kuvutia, lakini kikubwa kuliko yote ni kuyaleta madhehebu yote pamoja kwa siku moja. Katoliki ndani, Wasabato ndani, TAG ndani, KKT ndani, wote tutakutana pale. Pentecost ndani, Moravian, sisi tusio na dini, yaani wote tutakutana huko. Kwa hiyo mimi nitoe wito huu na nichukue nafasi hii kuhakikisha kwamba jipatie tiketi yako mapema. Endelea kupiga kura, lakini usisahau kujipatia tiketi ya kwako. Na tuna viwango tofauti tofauti. Kutokana na nature ya ukumbi, mimi nikushauri jitahidi kununua tiketi kubwa kidogo. Ni vizuri usema nguzo, mimi sioni nguzo likao kwenye
nguzo. Kuna nguzo kule ambapo 50 wanakaa kwenye nguzo. Sasa usikae kwenye nguzo. Hebu sogea huko kwa mgeni rasmi. Nitakaporudi hapa nitakwambia mgeni rasmi ni nani. Utazimia Joseph. Sio leo. Sio leo sikwambii. Utakuja tena. Nitakaporudi tena. Huyo mgeni rasmi ameshasema utazimia. Nitakaporudi tena. Ndio shughuli itakazi. Tutawarudisha. Mtumishi wa Mungu karibu kwenye kipaza sasa pale. Haya maono mtumishi wa Mungu ulikuwa nayo kwa muda gani? Nimekuwa nayo kwa zaidi ya miaka 2. Okay. Kwamba siku moja unatamani uje uandae tuzo. Nini ambacho ulikiona sasa? Siku moja natamani kuandaa tuzo. Nilikuja kama wazo kwamba najiona mimi mwenyewe ni mtumishi na niko katika mazingira magumu sana kwa sababu mimi niko Kigoma. Ndio. Kwa hiyo nikawa napata shida sana kwa jinsi ambavyo tunapata changamoto kama watumishi kwenye huduma. Kila anayekuja kwako anaona kwamba wewe umetumwa na Mungu. Kwa hiyo malipo ni lazima akupe Mungu. Na kama tunavyoona kwenye maandiko kwamba taji zetu zipo, lakini hizi taji tunapewaje? Ni kutokana na kazi tunazozifanya. Safi sana. Umeona? Kwa hiyo ikawa inanitafakarisha. Siku moja nikapata wazo la hii kuandaa sasa hizi tuzo. Wow. Lakini ikawa inanipa wakati mgumu sana kwamba kwa nini niandae tuzo za watumishi wa Mungu? Watumishi wa Mungu wenyewe watapokeaje kwamba tuzo, watu tunaona kama tuzo ni ushindani. Tuzo ni kama yani kitu cha tofauti sana na kwenye masikio ya watu imekuwa na ugumu sana kuipokea. Kwa sababu wanaona kama wanashindanishwa. Inaonekana kama vile tunaona wengine hawafanyi kazi, wengine wanafanya kazi. Wakati naendelea kujiuliza sana kuhusiana na hilo swala, Roho Mtakatifu siku moja akanifundisha. Nikaenda kwenye Ufunuo 22:12. Nikagundua kwamba hata Mungu atakapokuja tutapewa taji kutokana na kazi tunazozifanya. Kwa hiyo nikagundua kwamba pale Roho Mtakatifu akanifundisha kwamba inatakiwa kila mtu anapofanya kazi awe anafanya kazi kwa kujua kwamba kuna taji na zile taji zitapewa kutokana na kazi unayoifanya. Kwa hiyo mimi nataka uwafundishe watu hapa kwanza hapa duniani kwamba kazi wanayoifanya wanatakiwa waifanye kwa nguvu ili waonekane. Lakini watu wengi sana wamepewa karama na vipawa vipo ndani yao wafanye kazi, lakini hawafanyi kazi. Kwa nini? Wanajilimit kufanya kazi ya Mungu kwamba mimi mwingine hataki kuonekana kwenye social media, mwingine hata kupigwa picha anaona ni dhambi, mwingine hata kuposti tangazo Instagram anaona ni dhambi, mwingine kwenda kwenye redio anaona ni dhambi. Kila kitu imekuwa ni dhambi. Unaona, lakini Mungu akanifundisha akaniambia fanya hichi kitu kwa sababu nataka watu wafanye kazi. Watu wanatakiwa waonekane. Na ukiangalia hata kwenye hizo category tulizoweka pale utaona ni watumishi ambao tayari wapo kwenye platform. Yes. Hamna mtumishi ambaye utashtuka kwamba huyu naye wa wapi? Hata wainjilisti wale wa TAG unaona pale yupo Evod. Kuna wainjilisti wengi lakini yule anafanya kazi ya Mungu inaonekana. Kwa hiyo kama ameanza kuonekana hapa duniani, unajua na taji yake kule juu inafanya nini? Inang'aa. Kwa hiyo nawaambia wale ambao wanaona kama vile hichi kitu ni cha kibaya au ni cha dhambi, no, tunaleta uamsho kwenye Injili. Bado namna ya watu kufanya kazi haitoshi. Mungu anatukumbusha kwamba tufanye kazi zaidi ya kazi. Okay, Apostle, hebu tuambie hizi tuzo zitafanyika kila mwaka au itakuwa tu kwa sasa hivi au imekaaje ili hata hao wanaochipukia wajipange kwa mwaka mwingine? Na kabla hujajibu hapo Apostle, nani prophetess? Apostle. Apostle. Apostle kuna muujiza.